Bwana, leo ndo Dar es Salaam Derby ndani ya Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na huyu ni Mr. Analyst Online Media anakuletea baadhi ya machache ambayo yanahusiana na mtanange ambao unakwenda kupigwa leo majira saa 2:30 jijini Dar es Salaam. Yes, kwanza kabisa tuangalie vikosi vyote ambao ni vya Azam FC mwenyeji wa mchezo pamoja na Dar es Salaam Young Africans ambaye ni mgeni wa huu mchezo. Kwanza kabisa rekodi inambeba Young Africans kwa sababu ameshinda michezo mingi ukikompea na Azam FC, lakini rekodi haichezi. Leo tunaenda kuangalia mtanange mpya, siku mpya, vikosi vipya na malengo pia yanakuaga mapya. Katika kuangalia ubora wa vikosi, tunaangalia key player ambao wanaenda kuwa tishio katika timu hizi mbili kwa kila mmoja, ambapo tukianza na Azam FC mwenyeji wa mchezo, kwanza kabisa tunaweza kumwangalia Faisal Salum ambaye ubora wake unatambulika akiwa Dar es Salaam Young Africans, akiwa Taifa Stars na sasa yuko Azam FC. Mpaka sasa hivi ambapo tunazungumza tayari ameshahusika katika magoli 6 ya Azam FC. Yes. Pili, katika upande wa Azam huo tunaenda kumwangalia Kitambala Bora ambaye mpaka kufikia wakati huu tayari naye ameshapachika kambani magoli 5 katika mechi 12 ambazo Azam FC wamecheza, ukiachana na leo. Kuna kiungo Adolf Mtasingwa pale katikati, Imidi Mao Nkami. Hao wote hawahitaji maelezo mengi kwa sababu ubora na utayari wao katika kila mechi ambayo inawahusu huaga wanaonesha, kwa wana deliver 100%. Lakini apart from players, tunaweza tukatoka nje zaidi tukaenda kumwangalia kocha mkuu wa Azam FC Andrei Florai Beng, ambaye hakuna ambaye anaweza kudoubt juu ya uwezo wake katika timu zote ambazo amepita, kwanza Vita Club alipotoka hapo akaelekea zake Al Hilal Omdurman ya Sudan mpaka Azam FC wamefanikiwa kumvuta ndani ya NBC Premier League. Mbinu, uimara, uzoefu na kujua tactic zipi ambazo zinaweza kumsababisha yeye kuchukua pointi 3 dhidi ya mpinzani wake mgumu Dar es Salaam Young Africans, zote ziko wazi. Kwa hiyo swala nalo liko wazi kama ya mbuzi. Yes, tukiachana na upande wa Azam FC tunaweza tukaenda upande wa Yanga key players, tunaweza tukamzungumzia namba moja ni Pacome Zouzoua, lakini kwa bahati mbaya ametoka majeruhi ndani ya mechi 2 zilizopita, hajaonekana, mechi 3 hajaonekana, lakini kuna possibility ya leo kuwepo. Hakuna ambaye ana doubt kuhusiana na uwezo wake, jinsi anavyokaa chini na kutoka nje kushambulia, kufunga, kutoa pasi za mwisho, hayo yote wote tunayatambua. Pacome Zouzoua kama akihusika katika mchezo wa leo, basi anaweza kuwa dangerous player against Azam FC. Tofauti na Pacome Zouzoua, tunaangazia wachezaji kama Maxime Pierre Nzengeli. Maxime Pierre Nzengeli amekuwa na muendelezo ule ambao anauendeleza katika kila msimu akiwa na Dar es Salaam Young Africans. Amekuwa katili dhidi ya timu pinzani pale ambapo anakuwa na mali, either kuscore, anaweza kuassist au kutengeneza pre-assist ball ambayo inaweza kusababisha mchezaji wa tatu kuscore. Hakuna ambaye ana doubt kuhusiana na energy yake ambayo anapanda na kushuka, sometimes anarudi kama beki, kiungo hapo anaweza kuwa kama mshambuliaji namba 8, namba 9, 10, 11. Hiyo ni Max Pierre Nzengeli. Apart from Max, tunaweza tukamzungumzia mchezaji mwingine ambaye ni hatari kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans, ni kama Mudathir Yahya. Katika mechi ngumu ambazo zinahitaji energy na umakini, basi Mudathir Yahya naye hatuwezi kumkosa katika eneo la kiungo, ambapo anaweza kuunganisha timu baina ya juu na chini, akapokea mpira akascore, either akatoa free assist au anaweza akatoa assist pia. Nje hapo tuna Duke Oga Abuya, Kenyan boy huyo hapo, ambaye kila mmoja anaelewa uimara wake na ndo amekuwa msingi mkubwa wa ushindi katika mechi za Yanga msimu huu, kwa sababu ana energy, ana akili, pia ni fundi sana kutoa assist. Duke Oga Abuya hapo. Hatujawaangazia washambuliaji kama Prince Dube, Atali the Smiling Killer. Tuna Dep ambaye ni usajili wa dirisha dogo, lakini mpaka sasa umelipa na magoli 6 ndani ya NBC Premier League na assist 1 ndani ya mechi takriban kama 7 au 8, kitu ambacho kinamfanya kuwa ni dangerous player against Azam FC. Bila kumsahau bwa mdogo Okello ya Starboy kutoka Uganda hapo, ambaye hajawa na mwelezo mzuri wa kuscore wala kutoa assist, lakini kwa jinsi anavyosoma mchezo anakuwa ni mchezaji hatari pia kwa timu pinzani, kwa sababu hatari wa mchezaji sio lazima ashinde.
No, sio kushinda. Unaweza hata kutoa assist au kuangalia ni yupi nikimpatia mpira huu anaweza kusababisha hatari dhidi ya mpinzani wetu. Au ni kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans, bila kumsahau Djigui Diarra ambaye umahiri wake totally kila mmoja anaojua hata ukimuuliza mtoto mdogo. Yes. Kwa upande wa kocha Pablo Goncalves, sio mbaya lakini pia sio mzuri sana compared kwa Florai Benge, lakini atakuwa anabebwa zaidi na ubora wa wachezaji wake ambao wamesajiliwa na Dar es Salaam Young Africans. Hii ndio ilikuwa short analyst kutoka kwa Mr. Analyst Online Media kuhusiana na mchezo wa leo. Kwa hiyo tukutane Benjamin Mkapa Stadium majira saa 2:30 usiku, alafu baada ya hapo tutakutana mjini Instagram ama Facebook kupata uchambuzi juu ya mechi nzima, jinsi ambavyo ilikuwa kiufundi, kimbinu, nguvu zilitumika wapi, mpaka marefali ambao siku zote huaga tuna wadoubt katika page zetu hizi za mitandao ya kijamii. Bwana, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.